kuna hii couple, mchizi anaitwa Douglas, mama anaitwa Oluchi. Wawili hawa ni wanandoa wa muda mrefu sasa, lakini kutokana na tabia za kishambashamba za bibie Oluchi, Douglas amepoteza kabisa hisia kwa mke wake. Yaani mchizi ana kama miaka miwili hajamgusa kabisa mkewe. Sasa hili swala linamtatiza sana bibie Oluchi. Kuna stori ndefu hapo nyuma, lakini utaelewa tu hapo mbele. Sasa leo mchizi ametoka kazini, anamkuta Oluchi akimsubiri mlangoni. Oluchi akamwambia kwamba ameenda sokoni na amenunua kasketi fulani hivi kamnato, ili walau mchizi awe anamgusa mara moja moja. Lakini kabla hata hajamaliza maelezo yake, Douglas akamkatisha na kumwambia kwamba analeta mke wa pili. Oluchi akabaki anacheka tu akiwa anadhani kwamba Douglas anamtania, lakini mchizi yupo serious juu ya hilo swala. Sasa huu ni mkasa mzito sana na wenye vimbwanga vyake vya ajabu sana aise. Tulia hapo hapo, maana leo una kitu cha kujifunza. Haya bana, stori inaanza. Oluchi yupo zake sebuleni anakula chakula huku akitizama sinema fulani hivi la Kikolea, anajisemea pale, haya ndio mapenzi sasa. Yaani na mimi yangu angekuwa hivi ningeenjoy sana ise. Anaendelea kutizama huku akichekacheka tu kana kwamba anaenjoy kweli. Anyways, wakati amemaliza kula akapita mbele ya mlango wa chumbani akielekea jikoni kunawa mikono. Akasikia mume wake yani Douglas akiongea na mchepuko wake kwenye simu. Akasogelea mlango ili asikilize maongezi yao. Kwenye simu Douglas anamwahidi mchepuko kwamba jioni aende dukani akachague vitu anavyotaka. Then akamtumia na pesa kadhaa kama Laki5 hivi. Oluchi alikuwa amesikia mazungumzo yao kwenye simu, akajua mahali Douglas alimwambia mchepuko wake aende. Alipofika dukani akamwona mchepuko wa mume wake akiwa ndo anatoka nje ya duka. Oluchi akamfuata na kumvaa, akamuuliza, wewe ndio unayelala na mume wangu nipatie vitu vyote alivyokununulia na pesa zilizobaki haraka sana, nipatie. Huyu bibie anaitwa Joyce, yeye ni mtoto wa town na ndo mchepuko wa mchizi. Joyce akamtazama Oluchi kwa mara ya kwanza na kumwambia, hapana, vitu hivi havijatoka kwa mume wako, nimevinunua kwa pesa zangu mwenyewe. Oluchi akasema, pesa zako? Pesa za mume wangu ndo hizi, na usiniletee kabisa utani. Wakaanza kubishana pale pale mbele ya duka. Oluchi akamwambia kwamba asipompatia vile vitu atapiga kelele na kumfedhehesha mbele ya watu wote waliokuwepo pale. Joyce akaona Oluchi atakichafua kweli, maana hakuwa na utani kabisa. Akamwambia sawa, utulie, then akakubali kumpatia vile vitu, ila Oluchi hakutosheka, akambeba na kumwambia tuongozane, unipatie na maukoto aliyobaki. Aise, noma sana. Baadaye kidogo Douglas anarudi kutoka mishemishe, amechukia kichizi. Anamkuta Oluchi akiwa anakula huku sahani kaweka kwenye kochi, yani uchafu mwingi sana. Oluchi akamkimbilia Douglas amkumbatia na kumkaribisha ndani. Douglas akamwambia we, usiniguse kabisa, huku akimkaribia akimuuliza sababu ya yeye kumvamia Joyce. Wakabishana pale hadi sio poa. Oluchi akamwambia, yani unanilaumu mimi na wakati wewe ndio umenicheat na yule Joyce, mwanamke ambaye hujamkuta akiwa bikra kama mimi. Douglas naye akamwambia, yani najuta kabisa kupoteza muda wangu kuoa mwanamke wa kijijini nikiamini kwamba ndo wanaojitunza na kujistiri, lakini kwa uchafu wako najuta kabisa. Wakaendelea kubishana pale hadi sio poa ese. Kisha mchizi akasepa na kuingia chumbani. Haya bana, mida ya jioni Douglas yupo na Joyce tena. Joyce analalamika kuhusu kitendo alichofanyiwa na Oluchi. Mchizi akaona isiwe kesi, akamtumia milioni 1 pale pale. Joyce kuona muamala akafurahi kinoma, kisha mikumbati ikafata pale. Muda hiyo nyumbani kwa mchizi, Oluchi amemsubiri Douglas mpaka amechoka. Anampigia simu lakini mchizi haokoti, yupo busy na Joyce wanapeana tu utamu. Oluchi anapiga simu lakini mchizi anagoma kabisa kuokota, hadi inakuwa kero tu. Joyce akamwambia mchizi, pokea tu, pokea na umwambie kwamba upo kazini na umetingwa kidogo ili aache kutusumbua kwenye raha zetu. Mchizi kweli akapokea simu. Kwenye simu Oluchi akamwambia kwamba nyumba inaungua. Douglas ikabidi akurupuke bila hata kujiweka fresh na kukimbia nyumbani. Anafika nyumbani anamuuliza Oluchi, moto upo wapi sasa? Tulisema nyumba inawaka moto. Lakini kumbe Oluchi alikuwa amemdanganya mchizi ili arudi nyumbani. Oluchi akamwambia, midai ya usiku mwanaume inabidi awe pamoja na mke wake. Sasa wewe kila siku unaniacha peke yangu, unategemea nini? Unategemea nini eti? Douglas akamwambia, ilibaki kidogo nianguke kwa pressure kisa uongo wako. Anyways, mchizi akashikwa na hasira na kuamua kwenda chumbani. Haya bana, siku chache baadaye Joyce akampatia Douglas majibu ya hospitali kwamba ana ujauzito wake. Mchizi akafurahi kinoma na kumwambia bibie kwamba yupo tayari kumchukua wakaishi pamoja kama mke wa pili. Basi kawa furaha pale kwa bibie, raha sana ise. Sasa sijui zitaiva na bibie Oluchi. Anyways, tunaleta upande wa pili. Douglas karudi nyumbani na kumwambia mkewe Oluchi kwamba ataleta mke wa pili kwa sababu ana ujauzito wake. Oluchi akamwambia hilo haliwezekani kabisa, yaani kila siku unanichiti na mchepuko wako, alafu leo umempatia ujauzito unataka umlete hapa tuishi naye, hilo haliwezekani kabisa. Douglas akamwambia kwamba yupo serious na jambo hilo na kwamba kesho tu Joyce atahamia hapo waishi pamoja na awe tayari kabisa kumpokea. Noma sana ise.
ni maumivu makubwa kwa bibie Oluchi, lakini hana namna. Kesho yake bila utani wala kupepesa macho, Douglas akamleta bibie Joyce waishi pamoja. Ile anamtambulisha kwa Oluchi, Oluchi akainuka na kuwasonya, kisha akazama chumbani akiwa na machungu moyoni. Mchizi akabaki anamtembeza bibie Joyce apajue vizuri hapo nyumbani. Jioni baadaye vimbwanga vikaanza ise. Joyce anataka kuingia jikoni, lakini Oluchi anamzuia na kumwambia Joyce kwamba kitu anachoweza kushare ni Douglas tu, jiko lake amwachie mwenyewe. Kisha anamsukumia nje na kufunga mlango. Muda wa chakula cha jioni, wake wawili yani Oluchi na Joyce wanampelekea chakula Douglas. Sasa kila mmoja alikuwa amepika chakula chake, wakaanza kumgombania mchizi pale, kila mmoja anamwambia kula changu, kula changu, yaani wakaisha kumkaba mchizi hadi sio poa. Kesho yake rafiki yake wa karibu kabisa wa Douglas akaja kumtembelea mchizi. Douglas akamsimulia vimbwanga alivyokutana navyo usiku wa jana baina yake na wake zake wawili. Kidogo Oluchi akaingia akimletea Marcos juice. Mchizi akafurahi tu huku akijichekesha chekesha pale hadi sio poa. Hajakaa sawa, Joyce naye akamletea chakula. Yaani ni kushindana tu, huyu akifanya hili, huyu anafanya lile. Alo, noma sana isi. Sasa mchizi akamshauri Douglas kwamba wawili hao lazima waishi tu kwa kumshindania. Akamwambia kwamba ni heri ampangie nyumba nyingine Joyce akaishi huko, then atakuwa anatimiza majukumu yake kama kawaida tu kuliko kuishi nao wote wawili ndani ya paa moja. Lakini mchizi akamuuliza Douglas, hivi ni kitu gani kilikufanya ulete mke wa pili? Lakini Douglas akamwambia karakta, yani Oluchi ana vitabia vya ajabu ajabu sana mwanangu, yani haieleweki kabisa, uchafu mingi, shida tupo. Hapa mpenzi mtazamaji, inabidi uelewe kwamba Douglas alimtoaga Oluchi kijijini kwa zile tabia zake za kishamba hajaziachaga kabisa, lakini Joyce yeye ni mtoto wa mjini, yani ni mtoto wa town, mtoto anayedeka sana, romantic sana, nini penda sana. Douglas akasema anyways, mimi nitajaribu kuwatreat equally, yani kuwatreat kwa usawa, tuone itakuwaje. Lakini mchizi wake akamwambia, wewe ndio chanzo cha haya yote mwanangu, uliacha wanawake wote wa hapa jijini Lagos au wenye mashepu ya kutisha na kwenda kijijini eti kutafuta church girl, mwanamke bikra. Haya sasa ukampata, matokeo yake ndo hayo. Basi wakacheka pale, kisha Marcos akasepa. Upande wa pili Joyce na Oluchi wanagombana tena. Kisa nini? Joyce kapika chakula akala na kuacha vyombo vichafu bila kuviosha. Oluchi akanamwambia hebu kaoshe vyombo kule, ila hawajakaa sawa. Douglas akaingia na kuwaletea zawadi za vipochi kila mmoja. Oluchi akawa analalamika kwamba yeye amepewa kipochi cha kawaida tu, yani kipochi cha kishamba, na wakati Joyce yeye ameletewa new model, kipochi fulani hivi cha Gucci. Douglas akamwambia, lakini wewe unapendaga vipochi vya design hiyo? Wakabishana pale, kisha Oluchi akampokonya Joyce kile kipochi alichopewa yeye na kusepa. Noma sana ise. Kumbe kuwa na wake wawili ndio inakuwaga noma hivi. Sijui wazetu Waislamu wanawezaje ise. Tuambie kwenye comment section hapo chini. Haya bwana, siku kadhaa mbele Douglas akatoka kumpeleka clinic bibie Joyce, ila anataka ingia kwenye gari. Oluchi akaja na yeye akiwa amejiandaa, akamwambia Douglas pale, yani unamtoa out mchepuko wako na mimi unaniacha ndani peke yangu, hilo haliwezekani kabisa, na leo atoki mtu, labda twende pamoja. Aisee, walibishana pale, kivumbi kikatoka, yani ilibaki kidogo tu amtoe mchizi koromelo. Kesho yake vimbwanga vikaendelea. Aisee, Oluchi akajifanya anaumwa, mchizi akamletea dawa. Joyce naye wivu kamshika, akajifanya anaumwa naye ili apewe tu care. Douglas akachanganyikiwa pale, hajui aanze na nani afuate na nani. Wawili hao wakaanza kugombana tena. Douglas katika kuamlia kidogo avunjike kiuno. Aisee, noma sana. Sasa walipeana zamu ya kulala, yaani leo Douglas akilala kwa Oluchi, basi siku inayofuata analala kwa Joyce, na usiku wa leo ilikuwa ni zamu ya mchizi kulala na Oluchi. Lakini mchizi amwelewagi kabisa Oluchi, akawa na plani za kumtoroka ili aende kwa Joyce, lakini bana haikuwa bahati yake siku ile. Ili anainuka tu aende kwa Joyce, Oluchi akaamka na kumrudisha, kisha akamwambia kwamba leo ni zamu yangu, wewe unataka unitoroke uende kwa Joyce. Akamwambia alale pale na kabaki anamsubiri mchizi alale ili wasimtoroke tena. Noma sana ise. Haya bana, siku kadhaa mbele wakapokea ugeni mpya pale nyumbani. Huyu bibi anaitwa Cynthia na ni mdogo wake Douglas, na amekuja kuishi hapa siku kadhaa ikiwa ni likizo yake kisha atasepa. Wakampokea pale kwa furaha na shangwe nyingi sana tu. Basi bana, jioni wakapata chakula cha pamoja na kumkaribisha mgeni wao mpendwa bibi Cynthia, huku wakifurahi na kucheka kwa pamoja. Baadaye kidogo Douglas akawa na mazungumzo na Cynthia. Cynthia akamwambia, kaka, huoni kuwa umefanya uamuzi au kurupuka kumleta mchepuko wako na kuishi naye hapa? Douglas akamwambia, mimi sitaki kumpatia mwanangu maisha magumu kama baba yetu alivyotupatia, na ndio maana nipo tayari kufanya chochote ili mwanangu aishi maisha mazuri na asipitie magumu kama tulivyopitia. Basi bwana, akaendelea kubonga stori kadha wa kadha. Inapendeza sana isi mtu na dada yake. Siku kadhaa mbele Cynthia akawaita Joyce na Oluchi akiwa na lengo zuri tu la kutaka wapange party na sherehe ya kuzaliwa ya Douglas, lakini kama unavyojua wawili hawa ni kama paka na panya, yani Tom and Jerry. Wakaanza kugombana pale, ikabidi
Cynthia aingilie kati kuamlia ugomvi wao ili wasiuane. Baadaye kidogo Cynthia akamuuliza Douglas, kaka, unawezaje kweli kuishi na hawa wake zako wawili? Wakabishana pale, lakini mwisho wakashauriana kwamba wafanye kikao ili kusudi walijadili hilo swala ili mambo yakae sawa. Kikao kikaitishwa pale, lakini ikawa ni kubishana tu kama kawaida. Mchizi akasema kwamba hapendezwi kabisa na tabia zao, huku akiwaomba kwamba wakae kwa amani na upendo na waache malumbano yao ya kila siku. Wakaendelea kugombana pale, yani hawaelewani hata kidogo. Douglas akaamua kusitisha kikao na kusepa. Noma sana ese. Haya bana, siku kadhaa mbele wakiwa wamekaa pamoja, wakaendelea kujadili birthday party ya Douglas. Cynthia akapigiwa simu na akaenda kuokota nje. Oluchi naye akaenda chooni. Joyce kwa uchokozi akamfuata kimya kimya na kumfungia mlango chooni, kisha akarudi sebeni chap sana na kujifanya kama hakuna kilichotokea. Cynthia anarudi sebeni baada ya kuokota simu, akamuuliza Joyce, mwenzio yuko wapi? Joyce akasema ameniaga akiniambia kwamba anaenda kupumzika chumbani. Cynthia akamwambia toka lini amekuongelesha? Basi bana, wakaendelea kupanga mipango yao pale bila uwepo wa Oluchi. Kidogo Douglas akaingia sebleni, akamwambia kwamba wakati anatoka chumbani alikuwa akisikia kelele za Oluchi na hajisumbua kabisa kuangalia na shida gani. Cynthia akakimbia moja kwa moja mpaka chumbani, akakuta mlango wa chumbani ukiwa umefungwa na funguo. Cynthia akamwambia Joyce kwamba najua wewe ndio una ufunguo, hebu nipe haraka. Joyce akamruka futimia pale akisema kwamba yeye hana funguo. Aise, walibishana pale hadi mwisho wa siku Joyce akatoa zile funguo. Cynthia akamfungulia Oluchi. Oluchi akatoka akiwa na hasira na kumvaa Joyce pale kidogo ammalize. Noma sana. Douglas akarudisha tena kikao cha familia, akamuuliza Joyce sababu ya yeye kumfungia Oluchi chooni. Joyce akasema tulikuwa tunapanga birthday party yako. Huyo Oluchi akawa na kimdomo chake tu papa. Mimi nikaona nimfungie tu kule atuache sisi tujadili peke yetu. Mchizi akasema kama mnagombana kisa birthday party yangu naisitisha na sitafanya kabisa, kwa hiyo msikae tena kunijadili. Kisha akasepa. Wakabaki wanalaumiana tu kwa ujinga wao wenyewe. Haya bwana, siku ya birthday ya Mchizi ikafika. Akawa amemwandalia surprise ya birthday party pale nyumbani. Douglas akakasirika sana pale akiwaambia kwamba nilishawaambia sihitaji birthday. Twende takataka zenu hapa na msinisumbue kabisa. Kisha Mchizi akarudi zake chumbani, huku wakabaki wanatukanana tu kama kawaida yao. Aise, noma sana. Basi bana, siku kadhaa mbele likizo ya bibie Cynthia ikawa imeisha na akawaaga pale na kurudi zake masomoni. Akawasisitiza pale akiwasihi kwamba wabaki kwa amani, kisha akasepa. Baadaye usiku Douglas akiwa amelala na Joyce akaanza kumsumbua Mchizi huku akimwomba ampatie makumbato, lakini Douglas akakataa. Kisha akaona ame chumba tu na kwenda kulala sebleni. Huyu Mchizi mwaka huu lazima pressure imwangushe. Siku kadhaa mbele Joyce akiwa anaenda chumbani akamsikia Douglas akiwa kwenye simu akiongea na mwanamke mwingine. Alikuwa akimpatia location ya wapi wakutane usiku huo ili ampatie makumbato. Joyce kusikia vile akaja kumwambia Oluchi kwamba amemsikia Douglas akiwa kwenye simu akiongea na mwanamke mwingine na anakwenda kumuona usiku wa leo hotelini. Wakapanga pale mbinu za kumdhibiti Mchizi. Jioni akiwa anakula, Joyce akamwomba Douglas simu yake ili achunguze mwanamke ambaye amekuwa akiwasiliana naye kisirisiri. Douglas akampatia, lakini Joyce alivyocheki akakuta Mchizi amekuwa akifuta kila conversation aliyokuwa akifanya na huyo mchepuko mwingine. Mara kidogo simu ikapigwa. Joyce akaokota na kwenye simu ikasikika sauti ya yule mchepuko mwingine, na alikuwa akiuliza kama Mchizi atokea usiku hotelini. Haya bwana, Joyce na Oluchi akawa anaendelea kujadiliana pale namna ya kumkomesha Douglas baada ya kugundua kwamba Mchizi anatembea na wanawake wengine tofauti. Wakapanga pale kumkomesha Mchizi, wakapatana ghafla, wakawa marafiki kinoma yani. Douglas akiwaongelesha ni wanamjibu hovyo tu. Sasa hilo likawa linamkera sana Mchizi. Mchizi akabaki anashangaa tu akiwa haelewi kabisa sababu iliyopelekea wao kupatana ghafla hivyo, alafu pia kumjibu majibu ya ovyo. Douglas akarudi kwa mchizi wake Marcos na kumsimulia jinsi hali ilivyokuwa, akimwambia kwamba anashangaa sijui imekuwaje hadi waliokuwa maadui sana wamepatana alafu ghafla tu. Marcos akamwahidi Douglas kwamba atakwenda kuzungumza na Oluchi ili ampeleze ajue shida iko wapi. Kweli bwana, Mchizi akaenda kukutana na Oluchi. Badala ya kumuuliza shida ni nini hadi anamchukia Douglas, Mchizi akaanza kumtongoza bibie Oluchi akimwambia kwamba anampenda na yupo tayari kumuoa. Oluchi akamwashia moto pale na kumtimua nje Mchizi. Basi bana, siku kadhaa mbele Joyce akamletea Oluchi barua ambayo aliikuta ofisini kwa Douglas, na barua hiyo ilikuwa imetoka kwa bibie Sandra ambaye ni mchepuko wa sasa wa Mchizi. Kwenye barua wanapata kujua kwamba Sandra amefyatua mimba kama 3 hivi za Douglas na amemwandikia akimwambia kwamba ya sasa hata ifyatua. Wakabaki wamepigwa na butwaa pale. Kesho yake Joyce akaita nyaraka tofauti za Douglas, yaani hati za nyumba na za makampuni ambayo Mchizi anamiliki. Wakagawana pale zile nyaraka huku wakifurahi kweli. Basi siku iliyofuata wakakusanya mabegi yao na kumwandikia ujumbe Douglas wakimwambia kwamba wameuza mali zake zote na kusepa na pesa, na kuongeza pale kwamba wakati atakaposhika kuisoma ile barua watakuwa wameshahama nchi, hivyo asiangaike kabisa kuwatafuta. Kisha wakatoka nje na mabegi yao na kusepa na gari la Douglas.
Douglas alipotoka kazini hakuta nyumba ikiwa kimya sana. Akaanza kuita, Joyce, Joyce, Oluchi, mko wapi? Wakati anaendelea kuwaita na kuwatafuta, akaiona ile barua aliyoiacha juu ya meza na kuisoma. Mchizi akawa haamini yani. Akaokota simu awapigie, simu zao hazipatikani. Douglas akachanganyikiwa pale, hajui afanyeje. Pale pale mchizi akashikwa na heart attack na kukata moto. Picha yetu la leo linakwenda kwa jina la My Wife, My Side Chick and I. Yaani ukisikia 3 suitors, 1 husband ndio hii hapa ise. Picha hili bana linaonyesha changamoto za wanaume wanaoshindwa kutulia kwenye ndoa zao na kuendekeza michepuko. Kama anavyosema maandiko matakatifu kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, basi ndugu yetu Douglas alilipia bana. Basi na wewe ndugu mpenzi mtazamaji, usisahau kusubscribe, turn on notification bell ili uwe wa kwanza kabisa kupokea notification pindi tutakapoachia goma jipya. Ulikuwa nami storyteller wako kipenzi kabisa, Dekasa. Bye.